بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. darasa yetu ambayo tuko nayo leo baada al-maghribi ni darasa ya tauhid katika risala tafsiru kalimati at-tauhid bifadilati al-shaykh al-allama Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahmatullahi ta'ala alayhi. Tulieleza tauhidi ni nini maana yake, tukazieleza nguzo zake ambazo ni mbili, nguzo za la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, neno hili lina nguzo mbili, nazo ni zipi? Ni an-nafyu wal ithbat, ni kukanusha na kuthibitisha. Tanfi jamia maabudat siwa Allah jalla wa ala, unavikanusha vyote vyenye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuthbit al-ibada kullaha lillahi jalla wa ala, na unathibitisha ibada zote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndio nguzo mbili za la ilaha illa Allah. Kwa hiyo unakanusha vyote vinavyoabudiwa, iwe ni miti, mizimu, mapango, majini, vinyamkera wanaotegemea kwenye hirizi. Kila ambacho kinategemewa, kinaabudiwa, kinaombwa, kinatarajiwa, watu wanategemea kwenye kitu hicho, unakikanusha, na kila kitu unakiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unakanusha kwamba kitu hicho hakiwezi kuabudiwa, ambaye anastahili kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu ya kwanza ya la ilaha. Neno la ilaha ndio lina maana ya nafyu jamia al-ma'budat, kukanusha vyote vyenye kuabudiwa. Ndio maana kwenye Kiswahili tunasema hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki. Maana yake unakanusha hakuna yoyote ambaye apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile sehemu ya pili unathibitisha jumla ya ibada zote ambayo ni illa Allah. Na ndio maana neno hili kulitamka sehemu moja ni jambo lisilojuzu. Mfano ukasema la ilaha la ilaha la ilaha, ukaishia hapo, haifai. Katika Uislamu jambo hilo halifai, halikubaliki. Labda mtu ukaweka uradi wako ukawa unasema la ilaha la ilaha, maana yake nini? Unakanusha tu. Sasa ukikanusha lazima uthibitishe, kwa hiyo itakuwa ni jambo lisilofaa. Ukasema hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki, jambo lisilokubalika. Lazima ukikanusha wakati huo huo uthibitishe. Ni sawa sawa na vile useme wama khalaqtul jinna wal insa, wama khalaqtul jinna wal insa. Ukisoma katika ilmu ya tajwid kuna kipengele kinaitwa al-waqf wal-ibtida, kuanza aya na kukoma kwenye aya, kule kusimama kwenye aya na kuanza kwenye aya. Kuna sehemu huruhusiwi kuanza na kuna sehemu huruhusiwi kusimama. Mfano ukisema wama khalaqtul jinna wal insa, alafu kasimama hapo, wama khalaqtul jinna wal insa, kasimama hapo, sikuumba majini na watu. Maana yake umekanusha Allah hajaumba.
lakini lazima uthibitishe sikuumba majini na watu illa liya'budun, isipokuwa waniabudu. Lazima uthibitishe jambo hilo. Vile vile kwenye neno la ilaha illa Allah lazima uthibitishe, kwa lazima utimize nguzo mbili, ambayo ni nguzo ya kukanusha na nguzo ya kuthibitisha. Na tukaona namna gani watu walikuwa wanatengeneza vitu, wanaviweka kati, wanavifanya kuwa ni viunganishi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatengeneza watu wema, manabii, wanajalia malaika kuwa ni viunganishi ambavyo vinawaunganisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo nalo pia ni shirki, tumeliona katika darasa yetu ya jana. Leo tunaendelea na kipengele kingine. Barakallahu fikum. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة, ukitaka kulifahamu hili tena ujuzi wenye kutimia, fadhalika biamraini, jambo hilo ni kwa mambo mawili. Au al-awwal, jambo la kwanza, an ta'rifa, ufahamu أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ya kwamba makafiri ambao aliwapiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam, an ta'rifa, ufahamu na utambue, anna al-kufara, ya kwamba makafiri alladhina qatalahum rasulullah, ambao aliwapiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam, yani alipigana nao vita, kwa sababu hii ni fi'lu musharaka. Qatalahum, alipigana nao vita mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qatalahum, na akawaua. Hii mukatala ya kwanza ni kupambana. Utambue na ufahamu ya kwamba makafiri ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana nao vita, wa qatalahum, na akawaua. Utambue ya kwamba wa abaha amwalahum, na akahalalisha mali zao. Wa abaha amwalahum, na akahalalisha mali zao. Wastahalla nisaahum, na akawahalalisha wake zao, kwa sababu kama mtume alivyosema katika hadithi kwamba umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa mimi mtume kupambana na watu wote, hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washuhudie ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar rasulullah, na hakika Muhammadi ni mtume wa Allah. Fa idha fa'alu dhalika, kule mtume anasema wakifanya hivyo, sawa, wakifanya hivyo, basi itakuwa ni haramu juu yao kumwaga damu zao na kuchukua mali zao. Lakini wasipokubali kufanya hivyo, maana yake mali zao ni halali na damu zao ni halali na wake zao ni halali, kwa sababu hii itakuwa ni jihadi fi sabilillah. Mtume atazimwaga damu zao na vile vile atahalalisha wake zao. Sasa hawa utambue na uelewe ya kwamba wale wa makafiri na washirikina ambao aliwapiga vita mtume sallallahu na akahalalisha mali zao na akahalalisha wake zao, kanu mukirrina lillahi, walikuwa wakimkubali Allah subhanahu wa ta'ala, bitauhid ar-rububiyya, wakikubali tauhidi ya ulezi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, tunasema ni tauhidi ya matendo. Walikuwa wanakubali tauhidi ya matendo, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kutenda, mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, mwenye kuendesha, al-muhyi wal-mumit, al-mudabbir, mwenye kuendesha kila kitu, al-hayyul qayyum. Hii ni katika sifa
Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye al-mudabbir, mwenye kuendesha kila kitu. Ar-Razzaq, ndiye mwenye kuruzuku. Dhul quwwati al-matin, mwenye nguvu zilizo madhubuti. Tauhidur rububiyya. Ufahamu na uelewe kwamba washirikina aliowapiga vita mtume walikuwa wanakubali tauhidur rububiyya, wanakubali kwamba Allah ndiye muumba, Allah ndiye anayeruzuku, Allah ndiye anayefisha, Allah ndiye anayehuisha. Wanakubali hilo. Tuelewana vizuri uelewe hivyo kwamba wale washirikina mfano kina Abu Jahal, na ndio maana sawa wale washirikina walipinga tauhidul uluhiyya, wao walikuja wakapinga tauhidi ya ibada, kama tutakavyoona ndani ya Qur'ani. Allah alikuwa akiwauliza, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Ukiwauliza washirikina ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanasema ni nani? Wanasema ni nani? Ni Allah. Man yarzuqukum minas samawati wal ardi, anayekupeni riziki kutoka mbinguni na ardhini, wanasema ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana wao washirikina walikuwa wanaikubali tauhidur rububiyya, kwa sababu tauhidi ziko tatu. Kuna tauhidi ya matendo ya Allah. Hii tauhidi ya matendo ya Allah kuthibitisha kwamba Allah anaumba, Allah anaendesha kila kitu, Allah anafisha. Wanadamu wengi wanaikubali hiyo, hata makafiri, hata washirikina, hata manaswara, hata mayahudi. Ukimchukua mtu yoyote ukamuuliza, hivi nani kakuumba, hawezi kusema kwamba ule mzimu wangu ndo umeniumba. Anaweza kusema hivyo? Hawezi kusema hivyo. Hata manaswara ukiwauliza ni nani aliyekuumba, hawezi kusema kama ni Isa ibn Maryam, hawezi kusema hivyo. Anakuambia aliyeniumba ni Mungu, anaendesha ulimwengu ni Mungu. Na ndio maana wakati wa matatizo, naelewana, wakati mwingine anaweza akamrejea yeye, akamuomba yeye. Lakini ugomvi wa manabii na dawa ya manabii na watu wao haikuwa katika tauhidur rububiyya, kwa sababu hii wanaikubali vile vile washirikina wanaikubali. Sasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika hii risala anasema hivi, lazima jambo la kwanza utambue na uelewe ya kwamba makafiri ambao alipambana nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawapiga vita na akahalalisha mali zao na akahalalisha wake zao, kwa sababu wale wanawake si wanakuwa ni mateka wa Waislamu baada ya jihad. Kanu mukirrina lillahi, walikuwa wakimkubali Allah, wanamkiri Allah subhanahu, hali ya kuwa wametakasika na makosa. Bitauhidur rububiyya, wao walikuwa wanaikubali tauhidur rububiyya, wanakubali kwamba Allah ndo anatoa riziki, Allah ndo anahuisha, Allah ndo anafisha. Wa huwa annahu la yakhluqu, naye hakuna anayeumba, wala yarzuqu, na hakuna anayeruzuku, wala yuhyi, na hakuna anayehuisha, wala yumitu, na hakuna anayefisha, wala yudabbiru al-umura, na hakuna anayeendesha mambo yote, illa Allah wahdahu, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hiyo ndio tauhidur rububiyya. Tauhidur rububiyya maana yake ni kuthibitisha ya kwamba haya matendo yote anayofanya nani? Anayofanya Allah subhanahu. Hili wanalikubali watu wote, asilimia kubwa wanakubaliana na jambo hili la tauhid ar-rububiyya. Kama qala ta'ala, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Aya hii inaonyesha na kuthibitisha kwamba washirikina walikuwa wanakubali tauhidi ya matendo ya Allah, yani wao walikuwa wanampwekesha Allah katika matendo yake. Allah anasema katika surati Yunus aya 31, anasema qul man yarzuqukum
من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Wanaithibitisha hiyo tauhid. Qul, waambie ewe Nabii Muhammad, waulize hao washirikina, man yarzuqukum minas samai wal ardi, ni nani anayekupeni riziki kutoka mbinguni na ardhini? Nani anaiteremsha mvua, mvua zinanyesha, ardhi inaotesha mazao? Ni nani? Amma yamliku sam'a, ni nani anayemiliki usikivu? Nani anayemiliki kusikia? Ule uwezo wa binadamu kusikia, anayemiliki ni nani? Wal absara, na anayemiliki macho kuona ni nani? Wa man yukhrijul hayya, na ni nani anatoa uhai minal mayyit, kutokana na kifo? Ni nani ambaye anatoa uhai kutokana na umauti? Waulize. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, na anatoa kitu kilichokufa kutokana na kitu kilicho hai. Wa man yudabbiru al-amra, na ni nani anaendesha mambo yote? Fasayaquluna Allah, watasema ni nani? Watasema ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanamkubali Allah, lakini wanamkubali katika tauhidi mmoja tu, ambayo hii tauhidi haikuwanufaisha chochote wao washirikina, kwa sababu wao walikuwa wanakubali ya kwamba Allah ndiye anayeruzuku, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemiliki usikivu, ndiye anayemiliki kuona, ndiye anayetoa vilivyo hai katika umauti, na ndiye Allah anatoa nilana umauti, anatoa katika umauti, anatoa vilivyo hai Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wanaelewa kabisa Allah ndiye anaendesha mambo. Pamoja na hayo, wao walikuwa wanamshirikisha nani? Wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bado wanaabudu masanamu, bado wanaabudu mizimu yao, bado wanaabudu miti, mapango, wanategemea kwenye vinyamkera na vitu vinginevyo, pamoja na kwamba wao walithibitisha kwamba anayewapa riziki ni Allah. Hilo halikuwasaidia. Hapa unajifunza nini? Unajifunza kwamba kuthibitisha tauhidur rububiyya peke yake binadamu haitoshelezi wala haimnufaishi pekee mpaka atakapothibitisha tauhidi gani? Tauhidi gani? Tauhidul uluhiyya wa huwa tauhidul ibada, nako ni kumpwekesha Allah katika ibada. Ndio maana hizi mbili, ndugu zangu, zinalazimiana. Wanawazuoni wanasema hizi mbili zinalazimiana. Tauhidur rububiyya inalazimiana na tauhidul uluhiyya, na haitofaa Muislamu akafanya da'wa ya kuwalingania watu tauhidul rububiyya peke yake, kama vile wanavyofanya jamaatut tablighi, kundi ambalo limeanzishwa na Sheikh Ilyasa al-Kandahlawi. Ilyasa al-Kandahlawi, kosa lao liko wapi? Kosa lao liko wapi? Kosa lao, wanawalingania watu kwenye tauhidi rububiyya, ya kwamba Allah ndo kaumba, Allah ndo anaruzuku. Angalia sisi tumeumbwa binadamu, je, tungeumbwa mende? Je, tungeumbwa mbwa au tungeumbwa kitu fulani? Halafu wanaishia hapo hapo, wanawaonyesha yale matendo ya Allah peke yake, yale matendo ya Allah ambayo hata makafiri wanayakubali. Tumeona aya makafiri ukiwauliza nani kaumba, wanakuambia ni nani? Sasa wewe utamlinganiaje kafiri kwenye kitu anachokikubali?
unatakiwa baada ya kumlingania tauhidi hii ya rububia umtoe kwenye rububia. Baada ya kuithibitisha hiyo rububia impeleke kwenye uluhia, impeleke sasa kuachana na mizimu, kuachana na masanamu, kuachana na mapango, kuachana na mahirizi. Hiyo ndiyo da'wa ya kweli. Lakini ukiishia kumlingania mtu kwenye tauhidi hiyo ya rububia, utakuwa hujafanya da'wa. Hakuna da'wa uliyoifanya. Unaelewa? Hakuna da'wa uliyoifanya, kwa sababu wewe unamlingania mtu katika kitu ambacho anakikubali. Na ndio maana da'wa ya mitume wote walikuja kuwalingania watu tauhidul uluhiyya. Baada ya kuwa mmekubali, basi acheni mambo ya mizimu, masanamu, muabuduni Allah subhanahu. Hapa ndo kuna vita sasa. Na hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah. Hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na ndio maana nikupeni siri moja, nikwambieni kitu kimoja. Ndio maana Abu Jahl na washirikina wengine wa Maka walivyoelewa maana ya la ilaha illa Allah, wao walielewa ya kwamba tutakapoikubali hii la ilaha illa Allah haitotosheleza tu kuamini kwamba Allah anaumba, Allah anaruzuku, Allah anahuisha na kufisha. Inabidi tuache hii mizimu, tuache haya masanamu. Walivyoelewa hivyo wakaikataa. Ulama wa tauhidi wanasema washirikina wa Makka walielewa tafsiri ya la ilaha illa Allah inataka nini. Ndio maana wakamwambia Mtume, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Anataka huyu Muhammad kumfanya muabudiwa awe muabudiwa mmoja, hakika jambo hili ni jambo la ajabu. Wakaipinga, wakaikataa, kwa sababu wao walikuwa na masanamu mengi. Kuna sanamu la kuomba mvua, kuna sanamu la kuomba watoto, kuna sanamu la kuomba mavuno, kuna sanamu la kuomba mali na mambo mengineyo. Masanamu takriban 300 yapo ndani ya msikiti wa Makka yanaabudiwa. Kila sanamu lina kazi yake, lakini wanayaabudu yale masanamu na kuyategemea na kuyaomba, huku wanathibitisha nini? Wanathibitisha nini? Tauhidur rububiyya. Kwa ikiwa da'wa ya mtume ingekuwa kuwalingania tauhidur rububiyya, basi mtume angekuwa nao, wangekuwa ni vipenzi vyake, wangekuwa ni marafiki zake washirikina. Lakini pamoja na kwamba wao walikubali tauhidur rububiyya, mtume akawapiga vita, akawapiga vita mpaka warejee katika maana ya la ilaha illa Allah na waifanyie kazi. Nadhani tumeelewana ikhwan. Sheikh anaelezea, anasema hivi, sikiliza maelezo. Wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimma. Na haya mas'ala ni mas'ala adhima, makubwa, jalila, tena yaliyo matukufu, muhimmatun, ambayo ni muhimu. Haya mas'ala haya, kuyafahamu haya mas'ala ni mas'ala makubwa, jalilatun, matukufu, muhimmatun, ambayo ni muhimu. Kabla sijaendelea hapa, niwaambeni kitu kimoja. Leo kuna waislamu ambao wao wameikubali la ilaha illa Allah, na wanaswali na wanafunga, na wengine wanatoa sadaka, wengine wanaenda hija, lakini wakipata matatizo wanarudi kwenye masanamu, wanarudi kwenye mapango, wanarudi kwenye mahirizi, wanarudi kwenye majini. Kati ya hawa waislamu na wale kina Abu Jahali walioikataa la ilaha illa Allah, nani mwenye maana zaidi? Nani mwenye akili? Nani mwenye akili? Abu Jahal ana akili, kwa sababu yeye aliikataa baada ya kuielewa kwamba hatoweza kuitekeleza, hatoweza kuipa haki yake. Lakini huyu Muislamu yeye amekubali, akasema naomba hiyo la ilaha illa Allah,
akaithibitisha kwa ulimi lakini akashindwa kuitekeleza kwa matendo. Akija kwenye swala anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe pekee Allah tunakuabudu na wewe pekee tunakutaka msaada. Lakini wakati huo huo akirudi kwenye mambo yake, akifungua biashara yake, anaenda kwa kuhani, bwana nimefungua biashara, naomba kombora niende nikalinde duka. Anapewa hirizi la kilo 2, anaenda analifukia kwenye duka lake. Huyu ni mbaya zaidi kuliko Abu Jahali. Ndio maana Allah ndani ya Qur'an anasema wala yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na hawaamini wengi wao kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ila bado wanakuwa ni washirikina. Wanamwamini Allah katika rububia lakini uluhia hawaithibitishi. Kwa hiyo Waislamu ambao wao wanaamini kwamba Allah kaumba, au wanadai kwamba wanafanya ibada, wanatoa zaka, wanatoa sadaka, na wengine wanaingia misikitini wakaswali swala 5, lakini wanapopata matatizo wakaenda kwenye masanamu, wakaenda kwenye kutegemea mapango, makaburi, mizimu ya babu zao. Hawa ni wabaya zaidi kuliko Abu Jahal, kwa sababu hawa wanamhadaa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khadi'uhum, na Allah anawahadaa. Wao wanadai wanamhadaa Allah kwa sababu wameikubali la ilaha illa Allah, lakini hawajaipa haki yake. Hawa ni wabaya zaidi. Ndio maana Sheikh Muhammad rahimahullah ta'ala anasema wa hadhihi mas'alatun, na haya mas'ala adhimatun, ni makubwa, jalilatun muhimma, ni mas'ala matukufu tena muhimu. Wa hiya an ta'rifa, nayo ni kufahamu, anna al-kuffara, ya kwamba makafiri, alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ambao alipigana nao vita mtume sallallahu alayhi wasallam, shahiduna bihadha kullihi, wanayashuhudia yote haya, wanayashuhudia yote haya. Wao wanashuhudia ya kwamba Allah ndo anayetoa riziki, Allah ndo anayemiliki kila kitu, Allah ndo anayehuisha, ndo anayefisha. Wanashuhudia hilo. Wa muqirruna bihi, na ni wenye kulikubali, wanakubali, wanayakubali hayo au wanalikubali hilo. Wa ma'a hadha, na pamoja na hili, lam yudkhilhum dhalika fil islam, halikuwaingiza hilo katika Uislamu. Lam yudkhilhum dhalika fil islam, halikuwaingiza hilo katika Uislamu, kwa sababu wao walikuwa wanakubali rububia, wanakubali matendo peke yake ya Allah, ambalo hilo alikufanya wewe uwe Muislamu, kwa sababu